Adui wa Mwafrika ni Mwafrika mwenzie na wala si mzungu. Mzungu anamtumia tu Mwafrika ili aweze kumgombanisha Mwafrika na Mwafrika. Na hii inajidhihirisha tosha kwake Ibrahim Traore. Kwa watu ambao anachukiwa nao ni wazungu namba moja, lakini watu ambao anaweza kagombana nao wakamuua ni Waafrika wenzie. Mataifa yenye nguvu ya magharibi yakiongozwa na Ufaransa bila kumsahau Marekani yamekusanyika nchini Ivory Coast kupambana na kupanga mikakati ya kuivamia Burkina Faso kwa madai kuwa Traore ametumia dhahabu ya Burkina Faso kwa maslahi binafsi. Ndio maana nikasema hivi, adui wa Mwafrika ni Mwafrika mwenzie. Yaani Ivory Coast ambayo iko Afrika inakaribisha mataifa ya magharibi kwenda kufanya vikao ili wakamvamie mwenzao. Unaambiwa baada ya hilo kugundulika, Urusi imeripotiwa kutuma vikosi maalum vilivyopewa mafunzo ya ustadi wa kipekee nchini Burkina Faso, vikiwa na maagizo ya wazi kutoka kwa Rais Putin ili kulinda uraisi wa Burkina Faso pamoja na Captain Ibrahim Traore. Swali ni je, kama kweli Captain Ibrahim Traore anatumia dhahabu kwa maslahi yake binafsi, kwa nini wananchi wa taifa hilo waandamane kuunga mkono uongozi wake? Ni mambo ya ajabu yanayoumiza vichwa. Ngoja nikukumbushe jambo moja kwamba sababu za Ibrahim Traore kupata idadi kubwa ya maadui nchi za magharibi. Ibrahim Traore alifukuza majeshi yote ya kigeni akianza na Ufaransa, maana ndio njia rahisi ya wao kuangusha zaidi wapo nchini humo, kunyonya rasilimali zao tu. Alitoa kauli dhidi ya kuleta uhasama. Alisema hivi: tutachimba dhahabu zetu wenyewe kwa ajili yetu, sio kwa ajili ya Ufaransa. Hata rais wa Ufaransa alipoomba kurejesha majeshi yake kama sehemu ya uhusiano mzuri, Traore alisema, una uhusiano na Marekani na Brazil, vipi huko pia una majeshi yako? Yani ilikuwa ni swali la kumhoji ujamaa kwamba ana mahusiano huko Marekani, ana wanajeshi wake, ana mahusiano mazuri. Brazil ana mahusiano mazuri, vipi majeshi yake yapo huko? Ibrahim Traore aligoma kabisa kurejesha uhusiano juu ya nchi ya Ufaransa, nchi ya Burkina Faso. Majuzi kati hapa Captain Ibrahim Traore amenunua zaidi ya greda 1000 na magari mengine mbalimbali ili kusaidia juhudi za ujenzi wa barabara kote Burkina Faso. Captain alikabidhi rasmi vifaa hivyo kwa timu zinazohusika na kuendeleza kutunza miundombinu ya barabara ya taifa la Burkina Faso. Katika hotuba yake, Traore alisisitiza haja ya dharura ya barabara bora za kutosha shambani hadi sokoni, akisisitiza kuwa barabara bora zitawezesha wakulima kusafirisha mazao yao hadi mjini kwa ufanisi zaidi na bila kuharibika. Uwekezaji huu mkubwa katika maendeleo ya taifa unakuja licha ya shutuma za zamani kutoka kwa Jenerali Langley ambaye alidai kuwa Traore alikuwa akitumia vibaya hazina ya dhahabu ya nchi kwa manufaa ya kibinafsi. Kapteni, nje ya maendeleo makubwa aliyofanya, anachukiwa zaidi kwa kuzuia rasilimali za nje kutoka na kuingiza bidhaa ambazo hata nchi yake inaweza kuzizalisha. Mfano, Burkina Faso sasa hivi hakuna kuingiza mitumba, wana kiwanda chao. Kwa wanasheria na majaji hakuna kuvaa mavazi yenye asili ya Uingereza kwenye mahakama. Zaidi alitengeneza mavazi yenye asili ya Burkina Faso. Hayo ndiyo mavazi ya sasa ya wanasheria nchini humo, hakuna wigi za Kiingereza. Captain alikataa mwaliko wa Donald Trump ikulu ya Marekani, japo hakuweka wazi sababu, ila alihisiwa ni za kiusalama. Alikataa ofa ya Saudi Arabia kujenga misikiti 200 nchini humo na kutaka pesa hizo ziwekezwe vitu vingine ili kusaidia Wagadugu, watu wote wa Burkina Faso na sio Uislamu pekee.
Ukiachana na wanafunzi wa vyuo kulipwa hadi watakapopata kazi, lakini pia Ibrahim Traore alitangaza kuwa nchini Burkina Faso elimu itatolewa bila malipo kuanzia chekechea hadi ngazi ya chuo kikuu. Hii ilileta shangwe kubwa nchini Burkina Faso. Mtazamaji, haya ndiyo anayoyafanya huyo Ibrahim Traore. Lakini wakati huo akiwa anafanya haya, bado mataifa ya magharibi yanaendelea kunyosha vidore na kukasilika kwa kila ambacho anakifanya huyu Rais Ibrahim Traore wa Burkina Faso. Na ndio maana mwanzoni nikasema hivi, adui wa Mwafrika ni Mwafrika mwenyewe. Yaani ukitaka umgombanishe Mwafrika, kama we ni mzungu, basi mtafute Mwafrika mwingine, alafu waache wagombane, na watagombana, mwisho wa siku kweli watauana. Ndicho kinachoonekana kwa taifa la Burkina Faso, kwa rais wa Ibrahim Traore ambaye yupo nchini Burkina Faso. Ndiye anaipigania taifa la Burkina Faso ili kuifanya Burkina Faso kuwa taifa lingine katika uso wa dunia, na bado mataifa mengine yanazidi kuungana na mataifa mengine ya magharibi. Mfano hii Ivory Coast, ambayo bila kukaa chini na kufikiria kwamba hapana, kumbe hata sisi tunaweza tukasimama bila kusumbuliwa na taifa lolote, zaidi kama jinsi inavyoonekana kwa Ibrahim Traore, anaipigania nchi yake, anaipigania taifa lake dhidi ya wezi wazungu. Lakini wao wanawakaribisha hayo mataifa mengine na kukubali kukaa vikao dhidi ya kumjadili au kuandaa mipango ya kumwangamiza huyo Ibrahim Traore. Mtazamaji, na usisahau kwamba Ibrahim Traore amefanyiwa majaribio ya kuuawa zaidi ya majaribio 50, na katika hayo majaribio yote hakuna hata jaribio moja lililokubarika au lililofaulu, zaidi ya kukamatwa na mipango yao kuwekwa wazi na kuonekana, na zaidi kutofanyika kwa lolote dhidi ya Ibrahim Traore. Amekamata ndugu wa karibu, amekamata watu wa karibu waliokuwa wanapanga kumwangamiza na kumuua huyu Ibrahim Traore, dhidi ya watu weupe, ngozi nyeupe, inayohangaika dhidi ya kuchukua mali zilizopo huko nchini Burkina Faso. Watu hawalali, wanapanga kumwangamiza na kumuua na kumteketeza, kumtoa kwenye lamani ya dunia huyu Ibrahim Traore. Mtazamaji, hebu tuambie kwenye comment mawazo yako na mtazamo wako juu ya hiki kinachoendelea juu ya taifa la Burkina Faso na dhidi ya mataifa mengine, kwamba huyu Rais Ibrahim Traore anajinufaisha na kile anachokifanya kwenye nchi hiyo, yani kinachotokana kwenye madini ambayo anachimba na kuyawekeza kwenye nchi ya Burkina Faso. Je, hiki kitu kinachofanyika ni sawa, au ni kwamba manyang'au wanazidi kuona shida na kero ambazo zinatokea kwake huyu mtu? Tuambie kwenye comment mtazamaji.